na mpendaye, wala haudhuniki wala nini. Ndio kwanza anafurahi tu anachopata. Siku za kliniki Mwamba yuko pamoja na mkewe. Huu ndo wanaume lijali jamaa anauonyesha. Kama kawaida, watu mnaopendana lazima sometime mkorofishane. Hiyo kawaida sana, ugomvi hapa na pale. Sindo aliendelea kuishi na majirani vizuri kabisa na kwa furaha, huku Mwamba bado akili haiko sawa, majukumu yanamwelemea. Kuwa mwanaume sio kazi ndogo, hususan ukianza kuwa na familia. Siku hiyo Machizo akamshawishi jamaa apige vyombo kidogo, asiogope, sio sumu hii. Kweli bwana, mzee alipiga vitu, akarudishwa nyumbani yuko mbwi. Binti alichukia, kupenda kile kitendo. Kesho yake wakiwa kliniki, binti amenuna. Jamaa anaomba msamaha, haitojirudia tena, ni vishawishi tu vidogo apunguze stresi. Kwa hiyo na mimi nikiwa na stress ninywe pombe, si ndio? Hapana. Okay, naahidi sitokunywa tena. Usiniahidi mimi, muahidi kiumbe chako hapa tumboni. Sawa, sisemi sitokunywa tena, ila naahidi sitokunywa pombe mpaka mtoto azaliwe. Upande wa pili, mama alikuwa akishirikiana na kaka wa jamaa kumpelekea baadhi ya mahitaji kwa siri sana bila mzee kujua. In short, jamaa sometimes alikuwa anakwama, kaka yake anamsaidia. Huu ndo undugu wa kweli, japo mzee wao kakunja kabisa. Upande wa kliniki, daktari anaeleza, hali yako sio nzuri sana, uendelee vizuri kabisa, uzito wako unazidi kupungua, inabidi ujitahidi kula lishe na upunguze msongo wa mawazo. Sawa? Okay. Siku nyingine kama kawaida, marafiki wa jamaa wakamshawishi tena Mwamba akate vyombo. Huku nyumbani Sindo yuko anaandaa msosi wa jioni hivi. Mani akafika kwenda kumpokea hivi, jamaa yuko chakari, amekunywa tena ise. Hii binti ilimuuma mno, jamaa akavunja ahadi. Binti hakupata usingizi usiku wote akiwa anawaza tu. Asubuhi inafika, binti Sindo kaamka analia, huku jamaa kimya anapiga zake msosi. Sindo akamkata kibao. Mani, si uliahidi kwa mwanao wewe, mbona unabadilika sasa? Unajua nakuamini sana, nimeacha kila kitu kwa ajili yako, mbona unashindwa kuwa serious? Unaniogopesha sasa, unaniogopesha sana. Kelele, nyamaza. Kwani mimi ndo nilikwambia tuendelee kumtuza mtoto? Mwamba akainuka na kususa chakula chenyewe. Yaani napambana kwa ajili yake, ila bado linanilaumu tu bila sababu. Yaani unanilaumu kana kwamba nimekuchiti au nimekutelekeza. Haya yote ni makosa yako. Unajua mimi mambo mangapi napitia kazini? Kwanza kudadeki, kama ungenisikiliza tukatoa hii mimba tusingefika kote huku na maisha haya. Pili, usinipande kichwani. Kama unaona nakosea, ondoka. Sasa nitaenda wapi mimi? Au nataka mimi nife Nitakukata kibao wewe mwanamke. Sawa, bora ufe kuliko kuendelea kunilaumu tu. Kisha jamaa huyo akaondoka zake kwa hasira. Sindo akabaki chini analia tu. Baada ya muda kidogo, binti taratibu hali ilianza kubadilika. Mwili uliishiwa nguvu, akawa anajikokota taratibu kuifuata simu kitandani kwa tabu mno. Akampigia simu Mani. Oya, simu yako hii. Jamaa kuiangalia ni Sindo. Irudishe ulipoitoa. Oi, mkeo huyu. Mwamba akaizima kabisa, hataki usumbufu. Kumbe huku binti hali sio shwari kabisa. Majirani walikuja ghafla, wanamkuta binti kaishiwa nguvu kabisa, hajiwezi. Ikabidi ipigwe simu kwa mzee wake na kuja kumchukua haraka mpaka hospitali. Baadaye jamaa anarudi zake nyumbani hivi, anafika anapokea taarifa kwa jirani. Fasta ikabidi atoke mbio moja kwa moja mpaka hospitali. We vipi mwanangu, mbona umesima simu yako? Kuingia ndani hivi. Binti kajifungua bana. Hakuamini kabisa. Sindo yuko wapi? Mimi nilipopata taarifa na kufika hapa sijamkuta mtu zaidi ya mtoto tu. Nilipoulizwa nikaambiwa binti kachukuliwa na wazazi wake, wamemtelekeza mtoto tu hapa. Aisee, wakajaribu kwenda nyumbani kwa binti, ila wapi, hawapo, wamehama hapo kabisa. Basi mshikaji akajaribu kurudi nyumbani kwao. Mama analia sana, anamuomba mzee wamsamee mtoto wao. Mzee anajibu, kama vipi na nyinyi wawili mnaweza kwenda kuishi naye na kuondoka hapa kwangu, ila mkisikia nimekufa tafadhali naomba msije kunizika. Mzee kakunja kabisa. Aisee, mdogo wangu, bado baba ana hasira sana.